NATO wameanza au kuanzisha mashambulizi kuishambulia Urusi. Swali ni kisasi cha Urusi au kisasi cha Vladimir Putin kitakuwaje kuwaje kwa NATO kuishambulia Urusi. Nasema NATO kuishambulia Urusi kwa sababu gani? Kwa sababu Ukraine wameshambulia ndani ya Urusi na kupiga kiwanda cha kemikali. Kiwanda ambacho ndicho kinahusika na uzalishaji wa unga wa risasi. Kwa sababu risasi iliwe risasi, ndani huwa inawekwa unga. Kuna unga ambao unawekwa kwenye risasi. Kwa hiyo kiwanda cha kuzalisha ndani ya Urusi, kuna uwezekano huo. Umeona? Na Bwana Volodymyr Zelensky ametumia makombora ya nchi za NATO. Makombora haya ni kama vile ambavyo nakumbuka Uingereza yalikuwa wazi kabisa kusema mimi napeleka Storm Shadow ndani ya Ukraine. Ingawa alikuwa haja authorize kuweza kwa Zelensky kutaka kutumia haya makombora. Kama mnakumbuka kipindi cha utawala ule wa Joe Biden, mtakumbuka vizuri sana ambapo mataifa mengi yalimpa Volodymyr Zelensky makombora ya masafa marefu. Huku Uingereza ikiwa imetoa hizi Storm Shadow. Lakini pia pale ndani ya Ukraine wana makombora yanaitwa Neptune ambayo wameyatengeneza sasa kwa ushirika wa watu wa magharibi. Makombora haya ambayo yanaitwa Neptune, na wameshambulia sasa ndani ya Urusi. Na nchi nyingi zilitoa makombora ya namna hii. Jerumani kipindi kile mnakumbuka Taurusi. Kulikuwa na Scalp za Ufaransa ambazo na zenyewe alisema ndio hivyo tena wanamsupport wakampa. Kwa hiyo sasa swali limekuwa ni kama Volodymyr Zelensky ameweza kuishambulia Urusi kwa kutumia makombora ya Uingereza ambazo ni Storm Shadow, there is no way Zelensky amefanya mwenyewe. Lazima kuna uhusika wa moja kwa moja wa Mwingereza. Kwa sababu kwanza kurusha haya makombora kutahitaji wao wenyewe Waingereza waweze kuyarusha. Lakini kutahitaji pia rada kwa ajili ya kuweza kutraki mwenendo wa kombora namna linavyoenda na mahali linapotakiwa kutua, mahali linapotakiwa kupiga hilo kombora. Kwa uwezo kaniambia ni Zelensky peke yake. Ndio maana nakumbuka Vladimir Putin aliwahi kuongea akasema kuwa kama nyinyi mmempa huyu bwana makombora alafu akaishambulia Urusi, mimi nitatangaza vita moja kwa moja na taifa ambalo limempa huyu bwana makombora alafu ameishambulia Urusi. Mimi nitaona kumbe sisi tuna vita na hilo taifa. Ndio swali limekuwa, je, Putin atalipiza kisasi au atakaa kimya? Kwa sababu akikaa kimya maana yake hawatamuogopa. Ujue mambo yamekuwa tofauti. Donald Trump anataka amani. Watu wa Ulaya wanataka waingie kuzichapa na Vladimir Putin. Lakini hawataki kuingia wenyewe, wanataka waingie wakiwa wanasapotiwa na Marekani. Ndio tofauti ilipo hapo. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu, muelewe hilo. Kwa hiyo asingekuwa ni Zelensky mwenyewe bila uhusika wa Marekani, Mwingereza kuweza kumsaidia Zelensky kuweza kulipua ndani ya nini? Ndani ya Urusi. Ndio swali limekuja, je, Urusi italipa kisasi au itafanyaje? Though tunajua Urusi imeendelea kuichakaza Ukraine. Labda ndio kisasi ambacho pia hivyo wanaendelea nacho, kwa sababu drones zimekuwa zikipiga kweli. Na kitu kimoja labda uelewe, unajua Marekani akienda mahali kupigana, akienda mahali kwenda kupigana na mtu, anachokifanya anachukua yale mandege, zile jet fighters za kwake, anachukua yale B2 stealth bomber yale, anachukua mandege, anaenda na vamia, anaanza kupiga viwanja vya ndege, piga kambi za jeshi, alafu ndio hawa askari wa miguu sasa wanaingia pale. Hii ni tofauti na Putin. Putin anawatriti watu wa Ukraine kama ndugu zake. Nataka uelewe hilo, kwa sababu uharibifu pia halengi raia, hapana, analenga kwenye miundombinu.
Na ndio maana hivi vita tangu vimeanza kupigana, ndio maana unasikia watu wamekufa 3, wamekufa 2. Sio kama Mashariki ya Kati, nafikiri mnamfahamu yule ndugu yenu yule ambaye yeye yani amevunja sheria zote za kimataifa, kwa sababu kimsingi sheria za kimataifa zinakutaka uwe raia wasiokuwa na hatia, usiue wanawake, usiue wazee, usiue watoto, usishambulie miundombinu kama hospitali, usishambulie miundombinu kama shule, usishambulie nyumba za ibada, misikiti na makanisa. Yote Netanyahu ameyafanya. Hii ni tofauti na pale kwa Putin. Putin hajafanya hivyo, lakini Zelensky yeye amefanya, kwa sababu kuna makanisa ya Orthodox ndani ya Ukraine ambayo Zelensky amekuwa akiyabomoa hayo makanisa, kwa sababu Orthodox unajua iko Urusi. Kwa hiyo na pale pia hiyo wakasema hii inaaminika kama ni dini ya Urusi, na kama mnavyokumbuka Zelensky ni pro western, na pro western wengi makanisa yao ni ya Kikristo na Ukristo ule wa magharibi, ambao Ukristo wa magharibi ndio huu sasa kutokana na Roman Catholic, ndio maana yake. Kwa hiyo unaona Zelensky pale akafanya, lakini ni tofauti na Vladimir Putin. Kwa hiyo Putin anawachukulia watu wa Ukraine kama vile ambavyo ni ndugu zake, kwa sababu ana uwezo huo, akapeleka madege ya kijeshi pale. Kuna hiyo Tupolev -160, kuna madege ya kivita pale Sukhoi Su 35, Sukhoi Su 57 kwa sasa ni dege la kisasa. Kuna MiG 29, MiG 31. Hayo madege yote ya kivita ana uwezo wa kuyapeleka pale akafagia kama Marekani anavyofagiaga, lakini Putin kamwe hajafanya hivyo. Putin ameonyesha moyo wa ubinadamu kwa wale raia wa Ukraine kwa kupeleka askari wake, yani kusacrifice mpaka maisha ya askari wake, lakini kwa ajili ya wale waendelee kuwa salama pale. Ndio maana mnakumbuka ndugu zangu, ndio maana Putin wakati anaingia kupigana vita pale Ukraine, alichokifanya aliwaambia, alienda kuchukua watoto tuseme, alichukua watoto 3 akawapeleka Urusi kuwaepusha na vita, kwa sababu anawatreat kama ndugu zake, tofauti na Marekani. Unajua Marekani anavyomtreat Ukraine ni tofauti na Putin anavyoitreat Ukraine. Kwa hiyo ni makubaliano, tusema tukasoro. Sasa Zelensky ndio hivyo tena, maana mtu mwingine tukiongea hivi anasema sasa kwa nini anaivamia? Haui watu Putin, hapana. Kama mtu amekufa ni kwa bahati mbaya, lakini yeye anachokifanya ni kushambulia miundombinu. Ila Zelensky yeye akishambulia upande wa Urusi hajali, yeye ashambulii miundombinu, yani anapiga tu popote, analirusha kokote linakoelekea, basi ndivyo. Kwa hiyo ndio maana, na mnakumbuka vizuri sana hii Putin anafanya hivi kwa sababu ya mikataba ambayo ilikuwepo huko nyuma. Nimekuwa nikieleza tena na tena, ni vizuri tukarejelea katika historia. Kuna mtu mwingine maana kama kitu tulikuwa nakiongea hapa, kuwa lazima utafute taarifa mbadala, uache kufuata taarifa za vyombo vya magharibi, kwa sababu vyenyewe vinaonekana kama Zelensky anapigania haki, lakini Putin ni mnyama aliyeenda kuvamia taifa la watu. Sio kweli. Mkumbuke ndugu zangu, ni Ukraine ilivyojiondoaga kwenye umoja wa Kisoviet. Okay, tuachane na hiyo. Mtakumbuka Ujerumani iligawanywa upande wa kushoto na upande wa kulia, yani upande wa mashariki na upande wa magharibi. Ilikuwa ni Ujerumani. Upande wa magharibi huu ulikuwa unashikiliwa na watu wa Europe, au tunasemaje, hao walikuwa ni pro western, yani walikuwa ni watu wa magharibi, na upande huu wa mashariki ukawa umeshikiliwa na umoja wa Kisoviet. Na kulikuwa na bwana mmoja alikuwa ni US State Secretary, sikumbuki sana jina lake, lakini walikubaliana na Urusi wakati ule. Rais wa shirikisho la Urusi au wa USSR alikuwa anaitwa Mikhail Gorbachev. Kwa hiyo wakakubaliana kuwa endapo mtafanya hizi Ujerumani zikaungana ikawa ni nchi moja, sisi tunaahidi hatutasogeza hata nchi moja miguu yetu kuwasogelea nyinyi Urusi, kwa sababu kumbuka wote wako wanatafuta ushawishi kwa haya mataifa yote, Urusi pamoja na Marekani, na hawa ndio wamekuwa mahasimu wakubwa sana. Vita vyote unavyoviona vinavyoendelea duniani ni kwa sababu kuna wakubwa wawili hapa, yuko Urusi, yuko Marekani. Wewe ukienda upande wa Urusi, Marekani ataanza kukuletea figisu. Ndio maana unaona haya yote yanakuja. Kwa hiyo wakakubaliana, utawala wa Marekani na Rais Mikhail Gorbachev
kuwa sisi bwana, mkiachilia hii Ujerumani zikaungana ikawa kitu kimoja, Ujerumani Mashariki na Ujerumani Magharibi vikaungana vikawa kitu kimoja, si hatutasogeza hata hatua moja. Wakakubali miaka hiyo 1990 huko. Baada tu ya hapo, sasa mataifa yakaanza kujiunga NATO. Slovakia, Estonia, Latvia, yani mataifa wao unayoyajua, kwa sababu NATO pale ina mataifa 32. Na mpaka tena ilifika 2014 hapa kulikuwa na rais aliyekuwa pale Ukraine, ambaye rais huyo yeye alikuwa ni pro-Russian. Walijaribu kumnunua sana watu wa magharibi, bwana unajua hii, lakini alikataa. Kile watu wanamfahamu alikuwa anaitwa Viktor Yanukovych. Ambaye mwingine mwenzake yule alikuwa ni pro western, alikuwa Viktor Yushchenko, lakini yule kwa Viktor Yanukovych yeye alikuwa ni pro western. Sasa Ukraine ikaanza kupitia maandamano, ikaanza kupitia, yani wakataka wamuondoe, na kweli yule bwana akaondoka akakimbilia Urusi. Baada ya hapo sasa ndo wakaja kuingia wakina Volodymyr Zelensky, ambao wakina Zelensky hawa ni pro western. Na Zelensky pia anataka kuingiza Ukraine NATO. Na ukumbuke kutoka Ukraine kwenda mpaka Moscow, kombora likipigwa lile la speed nzuri sana, yani ni labda dakika 5. Lina uwezo wa kufika wapi? Kufika mpaka Moscow. Sasa huyu akijiunga NATO tutakuwa na usalama kweli? Hapana. Ndio hii unaona Putin hataki kusikia kitu chochote kinachoitwa Ukraine amejiunga NATO. Kwa sababu watu wa magharibi ni watu ambao hawatunzi ahadi zao. Maana wao walimwambia Putin kuwa, na waliwaambia Urusi, walimwambia Mikhail Gorbachev kipindi kile kuwa nyinyi mkiruhusu tu, yani nyinyi mkiondoka huko Ujerumani Mashariki, mkaruhusu Ujerumani zikaungana, hatutasogeza hata nchi moja ya mguu wetu kuwakaribia. Lakini mwisho wa siku miaka hiyo ya 1991 kwanza Umoja wa Kisoviet ukavunjika. Alafu vitaifa vidogo vidogo hivi ambavyo vilikuwa ndio vinaunda ule Umoja wa Kisoviet vikaanza kujiunga NATO. Unaona? Vikaanza kujiunga NATO hivyo vitaifa. Ndio maana unaona sasa Putin amekuwa ni mkali, kwa sababu historia anaijua na hataki historia ijirudie, na mkumbuke historia ina kawaida ya kujirudia. Ndiyo maana swali, Putin atalipa kisasi au itakuwaje? Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Naomba utupe hii like haikugharimu chochote. Utupe tu asante sana. Hapo sasa tuko sawa. Asanteni, ninawashukuru sana wanaokuwa Mwafrika. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante.